Bwana asifiwe wana pillars. Ndani kwamba mko salama, nami pia niko salama, nashukuru Mungu. Ni kwa sababu tu amekuwa kimbilio langu, tegemeo katika hali zangu zote. Leo ningeomba kushare nanyi neno kidogo kutoka katika maandiko matakatifu. Neno la Mungu linatoka katika kitabu cha Luka mlango wa 5, ikianza ule mstari mdogo wa 4 hadi 6. The Bible says, when he had stopped speaking, he said to Simon, launch out into the deep and let down your net for a catch. But Simon answered and said to him, Master, we have toiled all night and catch nothing. Nevertheless, at your word I will let down the net. And when they had done this, they catch a great number of fish, and their net was breaking. Biblia inasema kwamba hata Yesu alipokwisha kunena, alikuwa akiwafundisha makutano kando ya maziwa ya Genesareti. Bwana asifiwe. Kisha Yesu akaona vyombo viwili vimekaa kando ya ziwa, lakini wavuvi walikuwa wametoka wanaosha nyavu zao. Ndipo akaingia katika chombo kimoja, na chombo ambacho Yesu aliingia ndani yake ilikuwa ni chombo cha Simioni, na akamuomba Simioni ampeleke mbali kidogo na pwani. Akaketi katika kile chombo, hali akiwafundisha makutano ali chomboni. So baada ya Yesu kunena akiwafundisha wale watu, that multitude, ndipo akamwambia Simioni, tweka mpaka kilindini ukashushe nyavu zenu mvue samaki. Lakini Simioni ilikuwa the all night wamejaribu harvest samaki, wamejaribu kuvua, lakini they catch nothing. Hawakushika kitu, hawakupata samaki hata kidogo, na walikuwa wamechoka, wamekata tamaa. Ni kwa sababu wamefanya kazi ya kuchosha. Because the Bible said, Simoni akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha tusipate kitu. Simioni walikuwa wamechoka, wamezunguka baharini, wamezunguka, wamejaribu kuenda kona pande zote, lakini hawajapata kitu, hawajapata kushika samaki hata mmoja. Lakini anamwambia, lakini kwa neno lako nitashusha nyavu, but by your word, nevertheless, at your word I will let down the net. Kwa sababu Bwana umesema nitweke tena mpaka kilindini nikashushe nyavu. Kwa sababu umesema nitashusha nyavu tena. Bwana asifiwe. Inawezekana leo kuna mambo ambayo umekuwa ukijaribu kuyafanya, kuna vitu ambavyo umekuwa ukijaribu kuvishughulikia, labda ni elimu yako, umefanya kuomba, labda ni uimbaji wako, unaimba hali unapigwa vita paka umekata tamaa, umechoka, umeamua kwamba sasa hii mambo na uimbaji, hii mambo na uombaji ninaenda kuacha, umeanza kuvua hivyo viatu vya uimbaji. Lakini siku ya leo nakuja kukuambia, kwa sababu umesikia neno la Mungu tena, because you've heard the word of God, let down your net, continue worshiping, continue praising, continue preaching, because Mungu leo amekuja na ujumbe mpya na umesikia. Haijalishi umechoka, ni kwa sababu ya huduma, unafanya huduma hali unasema, lakini kwa sababu umesikia neno la Mungu, shusha nyavu zako tena ndani, vua watu ambao wamezama majini, vua watu ambao wamepotea. Go preach to them, go teach them, go bring them back. Ni kwa sababu umesikia sauti ya Mungu ikinena nawe. Father, but
by your word, I'll go back to those offices. I'll go back to those churches and sing again. Oh, hallelujah. I'll go back to those people who hated me and preach to them back. Nitarudi tena kwa ile kundi ambalo nimetengwa na nitaimba nao tena. Nitarudi tena kwa zile mambo ambazo nilikuwa nikifanya nikakataliwa, na nitaendeleza tena huduma ambayo niliwachia njiani. Father, by your word, I let down the net. Bwana asifiwe. Na kisha ukifanya hivyo, Mungu anaenda kukushushia baraka. Mungu anaenda kukushushia baraka nyingi hadi hiyo neti yako, kama vile walivyofanya hao, walipata samaki wengi mno, nyavu zao zikaanza katika. Hizo baraka zako zitakuwa mingi mpaka watu watashangaa. Mungu wa amani akaweze kuwabariki sana sana sana. Be blessed and be blessed.